hatuangalii wengi, hatuangalii wachache. Hatuangalii wengi, hatuangalii wachache, tunaangalia wenye maamuzi. Mwambie jirani yako, maamuzi yako yako sahihi, kwa sababu umewahi ibada na ukajua nini unaenda kumfanyia Mungu. Siende kumfanyia Mungu. Kuna wengine leo wanaenda makanisani kwenda kujionyesha nguo aliyovaa, kwa sababu ni special, ni ya 200,000, ni ya 300,000, ni ya 2,000,000, ni ya 500,000. Kwa hiyo amevaa nguo ya gharama, hata kwenda kwenye ibada anaenda kwa gharama. Anaenda kwa anavyotaka. Ibada inaanza saa 2:30, yeye anaenda saa 4:30. Anaingia bosi kanisani, tena ameshika na mikono mfukoni, anafika anakaa, akifika kwenye kiti anakipangusa kama kina vumbi. Baadaye moyoni mwake anaanza kulaumu, mahudumu ya hapa yanataka akili, hata kunifutia kiti hayafuti viti ili bosi hakae. Sisi hatuna bosi wala mjakazi wa mtu, wote ni watumishi wa Baba. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani kwa hello, mtumishi wa Baba. Sisi hatuna ubosi. Mambo umevaa nguo nzuri, leo nimevaa nguo nzuri, watanikoma kanisani, koma mwenyewe. Sisi hatuji kujionesha. Sisi tunaenda kumfanyia Mungu ibada ya roho na kweli. Anasema na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu sio mavazi, itoeni miili yenu sio fedha, itoeni miili yenu sio mitindo, bali itoeni miili yenu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Na ndio maana na wewe ukautoa mwili wako, kwa sababu hujatanguliza fedha, kwa sababu hujatanguliza mavazi, kwa sababu hujatanguliza kiburi, umetanguliza mwili wako ili Mungu autumie anavyotaka. Nipungie mkono hewani wewe ambaye umeutoa mwili wako kwa ajili ya Mungu, na Mungu akubariki sana. Jipigie makofi kwa ajili ya thamani iliyoko ndani mwako. Sema amen. Sasa leo uwezi ukatambua, uwezi ukachua, na ndio maana kuna magrupu matatu. Kuna magrupu matatu. Grupu la kwanza la watu wanaojiita wanamjua Mungu, ambao ndio niliowasoma katika ile wa Timotheo sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema kwamba Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho watu watajitenga na imani. Imani ya nani? Ya Yesu. Paulo anasema namshukuru Mungu kwa sababu imani yenu inahubiriwa dunia nzima. Mimi nikisimama leo siwezi nikasema namshukuru Mungu, imani inahubiriwa dunia nzima. Nitasema ninasikitika sana, watu wameacha imani ya kweli wakashika imani za watu. Watu wameacha imani ya Mungu wakashika imani zao. Watu wameacha imani ya Yesu wakashika imani za watu. Nasikitika sana, naumia sana, kwa sababu leo watu wamehubiri mambo yao wakaacha kuhubiri injili ya Yesu Kristo, ambayo anasema sionea ya injili ambayo ni uwezo wa Mungu, ambayo inayookoa, ambayo inayopata kuwa na gharama ndani ya mwanadamu ili afanyike kuwa mtoto wa Mungu. Sema amen. Kwa hiyo leo mimi ndio naumia, mimi ndio nashangaa. Kwa hiyo siwezi nikamshukuru Mungu duniani kote kwamba imani inahubiriwa. Leo naumia duniani kote, watu wamejitenga na imani ya Yesu Kristo wakashika imani za watu. Mungu akubariki sana. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Na ndio maana Paulo anasema nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Kwa nini? Kwa sababu wao walikamatwa wakaweka gerezani, wao walikamatwa wakapelekwa gerezani, wao walipigwa masokoni, wao waliaibishwa, walifedheshwa, tena walipigwa stiki. Paulo alivulishwa nguo, akabaki ana nguo yoyote, wakampiga bakola mpaka wakatosheka, lakini kesho yake anarudi pale pale walipomvulisha nguo, wakampiga bakola, wakampiga fimbo, lakini na kesho yake anaamkia pale pale kuitangaza injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na sisi lazima tutaizungumza iliyo kweli, lazima tutaisema iliyo kweli. Leo watu
badala ya kuhubiri injili ya Yesu wamehubiri injili zao. Sema amen. Na ndio maana aliyebaki leo kuiangusha ngome ya shetani ni mwanafunzi wa Yesu. Mimi na wewe ndio tuna mamlaka kwenda kuyashusha yasiyo ya Mungu. Sema amen. Mimi